Uliniona kwenye maono yako, sasa nipo karibu. Unaweza kunichambua vile utakavyo. Shehe wangu, nikikuangalia kabisa na kuona ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amekujalia kalma ya kuijua na umeisoma vizuri sana elimu yake, lakini jambo la kushangaza na la kunisikitisha, unaitumia elimu yake vibaya. Kumbuka hiki sio kitendo ambacho kinamfurahisha Mwenyezi Mungu. Nilitegemea mtu kama wewe ambaye Mwenyezi Mungu amekupa kalma ya kuijua vyema dini yake, ungekuwa unaitumia kusaidia watu, kuwatoa katika njia za mahovu na kuwaleta kwenye njia za mema. Lakini jambo la kusikitisha na la kushangaza, wewe ndo unatumia elimu ya Mwenyezi Mungu kufanya vitu vya uovu. Mwenyezi Mungu apendezwi na tabia hii. Hebu tumrudie Mwenyezi Mungu na tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad ametuletea dini ya Mwenyezi Mungu, ametufundisha ili sisi tupate kuijua na kuwasaidia watu, kuwaweka katika njia iliyonyooka. Lakini wewe leo hii unasoma dini ya Mwenyezi Mungu, umehifadhi kichwani, lakini bado unaishi katika njia ambayo imepindapinda na imekona. Unafikiri tutaenda kujibu nini mbele za Mwenyezi Mungu? Hii sio tabia ya kumpendeza Mungu. Na kusii, hebu badilika. Bado unayo nafasi ya kutubia na kurejea katika njia iliyo sahihi. Uzuri wewe umeisoma dini na unaielewa vizuri. Usitumie dini katika kufanya machafu. Mwenyezi Mungu hapendi tabia hii na wala hawezi kupendezeshwa nayo. Tumche sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndio maelekezo ambayo mbali na kukuambia yote, lakini bado nikikutazama naona nafsi yako ina mwelekeo ule ule, unataka kufanya kila ambacho nakukataza. Ndugu yangu, tambua hakuna ambaye amewahi kusalimika mbele za Mwenyezi Mungu kwa kutumia dini yake kufanya uovu. Mungu atakudhalilisha na atakuumbua kwenye hiki ambacho unataka kukifanya. Hebu achana na hizi njia zilizopinda. Mrudie Allah Subhanahu wa Ta'ala, mrudie Mwenyezi Mungu, bado anakuhitaji. Tumia elimu yake vizuri, sio kutumia elimu yake katika kufanya vitu vya hovyo. Kwa hiki ambacho unataka kukifanya, Mwenyezi Mungu atakuhukumu. Na unaitumia vibaya elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sidhani kama unaweza kusalimika. Bwana ndugu, kwa kuwa umenionyesha dharau, kunizalilisha mbele za watu, ngoja nikuonyeshe. Subhanallah. Sheikh wangu, Mungu hapendi tabia hiyo. Hebu acha kufanya hicho ambacho unataka kukifanya. Subhanallah. 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 Hapa sijakupiga, nimekutekenya. Kama ningekupiga usingekuwepo hapa. Naitwa Mgalu, mzee wa mtekenyo. Enjoy your day.
Haya, lete taarifa ya ujio wako. Ujio wangu, nahitaji tuzungumze kama wanaume. Mzee wangu, hasa kubwa lililonileta hapa, nimekuja kuwaombea msamaha wale wa mama. Najua wamekukosea, tena wamekukosea sana. Sasa nahitaji uwasamehe. Binti, njoo hapa. Kwa nini umenipita bila kunisalimia? Hiyo ni nidhamu ya wapi? Sasa kama wewe kumbe uliniona mimi nimepita, wewe umeshindwa kunisalimia au mpaka mimi ni kwanza? Alafu isitoshe kakangu, wewe mimi sikujui, sijawahi kukuona popote. Ndio kwanza mwenyewe nimetoka huko na mambo yangu kichwani, nishavurugwa napita njia, eti kwa nini usalimie watu hivi? Kweli ustazi, kama wewe kweli mimi kweli umeniona na wewe tumeonana, alafu tunaniita rudi nyuma nije nikusalimie, wewe umeshindwa kunisalimia? Alafu isitoshe kakaangu, hiyo sio nidhamu yetu wa Tanzania. Kwa mfano sasa, ndio nimepanda kwenye daladala, mguu mosi mguu pili kwenye daladala, nitasalimia watoto kwenye daladala? Kama ndio basi nitasalimia mpaka kuku, atakapita njiani nikimkuta kuku itabidi kuku yeye za saa hizi, si ndio hivyo? We binti, unadharau sana. Makubwa. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Ndio kama haya sasa. Dharau tena. Mimi nina dharau tena. Dharau gani? Kupita bila kukusalimia ndio dharau. Kakangu nishasema sikujui. Mbona unapenda mimi kunifuatilia na wakati tumekutana tu njiani kakangu, hapo ndio unaniharibia mudi yangu mwenyewe nilikotoka huko. Kaka, samahani. Yaani tafadhali kabisa, mimi nimetoka kuona kutoka mwenyewe nishavurugwa. Alafu isitoshe kakangu, wewe mimi sikujui. Sijawahi kukuona hata siku moja. Kama unaona salamu mali, basi nitakusalimia shikamoo. Lakini kakangu sikujui, naomba niache nifanye mambo yangu. Sawa? Subiri wewe. Nilichokuwa nakifanya, nilikuwa nakutafutia sababu. Na sababu nimeipata. Nitakuonyesha. Naitwa Mgalu, mzee wa Mtekenyo. Enjoy your day. Nisikilize tu kidogo. Katika huu ulimwengu au hapa duniani, mimi hajawahi kunikosea binadamu yoyote. Eti ifike wakati au ufike mahala wewe uje kuwaombea msamaha watu kama hao. Sijawahi kukosewa na binadamu wote katika hii dunia. Mimi ndicho ninachokueleza. Hajawahi binadamu kunikosea mimi. Wacha kurugutanta mantetere. Mzee Kombora, mimi najua uwezo wako mkubwa sana. Najua makarama uliokuwa nayo. Wale mamama wamefanya makosa makubwa sana. Na kwa sababu wamefanya hivi, hakuna anayejua uwezo wako. Ila mimi nafahamu wewe uwezo wako. Kwa hiyo ninachokuomba, naomba uwasamehe wale wa mama. Hawajui walitendalo.
Sawa, kuhusu kuwasamehe sio shida, ila je, wanaweza kurudisha kilichopotea? Basi Sasa baby, unajua kesho ndo Christmas eh? Unakumbuka ile ahadi yako ulioniahidi? Uliniambia utaninunulia iPhone 16 Pro Max. Siku yenyewe ndo kesho. Msubiri kwanza. Umeongea jambo zito sana hapa kubwa. Nusu nizimie. Hivi hiyo ahadi ambayo mimi nimekupa, sijui iPhone 16 sijui nini, production sijui nini. Nilikuwa mzima, nilikuwa nimekunywa kibuko. Nakuuliza? Ulikuwa mzima kabisa au? Hamna. Siwezi kuahidi ahadi kubwa kama hivyo. Jamani, ulikuwa mzima kabisa, tunaongea hivi. Unanikisikisi, unaongea maneno kama hayo. Sasa hivi acha uongo wewe. Muone. Hilo unaongea hata aibu una. Unataka kunisingizia hapa sasa hivi. Yaani mimi nitoa ahadi kubwa kiasi hiko? Why? Kwa nini? Mimi ni ahadi kitu ambacho sikiwezi. iPhone 16 sio nini? Plus nini sio nini? Production. Nawezea wapi? sio production, Pro Max. Sio mimi Max, sio nani Zengeli, sio nani utajua wewe, mimi sijui. Usiniongelee Kiingereza ili mradi mimi uonekane kama rais mimi kukupa hiyo nini hiyo sio 16 sio nini. Subiri kidogo hapa vitu kwa ushahidi. Ngoja. Maki wewe, sipika nipige na kitu kizito. Umeona hii chuma? Hii inaitwa Tecno au jeneza dogo. Umeelewa vizuri? Jeneza dogo. Kuna majeneza makubwa ili dogo. Mimi kama muungwana usije ukanitoa roho. Mimi mwenyewe natamani simu kubwa. Achana sio iPhone 16 hiyo, hapana. Mimi nataka nipate simu kwanza ya mkopo. Kwa taarifa yako nikupashe na nikupashue. Hapa dream yangu. Umeelewa vizuri eh? Nataka niende kwenye duka lolote la simu zile za smart za mkopo. Niwaambie wanikopeshe simu ya kiwango cha chini ya shilingi 35 sijui 25. Wao wanalipaga kwa mwaka. Mimi nataka niwaombe ikiwezekana nilipe kwa miaka 2. Alafu wewe unaniambia eti sijui mimi nikuahidi iPhone 16 sio nani. Hiyo ni uongo. Na kama nilikuwa niliahidi nilikuwa nimeelewa. Na tofauti na hapo unanisingizia ili mradi wewe sikukuu yako iende bla bla. Yaani maana yake iende mtelezo inyooke. Usinipressurize. Na usinipe pressure. Usinikwaze nisikukwaze, tusitoane kwenye mudi. Umenikuta na mudi yangu nzuri hapa. Yaani nyewe wanaume ndo mlivyo. Yaani ndo mlivyo. Kabla hatujakutana mimi na wewe kimwili, kimapenzi huko ndani, ulikuwa unaniahidi ahadi kubwa kubwa. Leo nakuja na kukumbusha unaanza kuniluka luka. Sasa wewe kutumia kiswaswadu mimi nanihusu nini? Au haya kuni mimi nikuungie hela, mimi nanihusu nini sasa? Wewe umeshaniahidi hiyo ahadi. Timiza ahadi yako, ushaanza kuluka luka kwa sababu ushaniona, ushanichungulia au? Kuchunguliaje? Nakuuliza, kuchungulia vipi? Ina maana hujui? Hujuaje? Mimi nataka simu. Afu kibichwa. Wewe kibichwa. Muone macho yako kama vile tunguli dogo la mganga lililokosa information. Network wewe. Bra second mtu kali blue Jumong. Swala la mapenzi ya chumbani linahusiana nini na wewe? Mapenzi tunapata raha wote. Tumeenjoy. Tumeburudika. Tumekula bata. Kila mtu kaenjoy kwa namna yake. Alafu hapa uje uzungumzie mambo ya mapenzi ya ndani ya chumbani na hiyo iPhone 16 sio nini? Why? What going on? What's going on, my love? How are you? Baby, how are you? Umi! Umi! Dalecho huyu. Kumbe ulitoka? Sio kugonga hivi. Nimegonga. Kwani vipi mwenzetu? Mbona kama huna furaha?
Yaani uso hauna nuru, uso umejikunja kama unaangalia sijui jua. Yaani Umi mdogo wangu, yaani huko nilikotoka huko, yaani kuna kivuruge kanivuruga. Yaani unajua kanivuruga? Yaani kanitoa kwenye mudi wangu kabisa yani. Yaani kuna mkaka sijui mkaka yaani Umi, yaani unajua kanivuruga mkaka. Yaani natamani kama ni sasa hivi namuona vinamkunja kidogo. Darecho, ni mkaka gani unemzungumzia wewe labda? Anaonekana vipi? Nimetoka ninakotoka huko. Nimekutana na mkaka mmoja kavaa kanzu nyeupe na kibarakashe kama ustazi. We dada, mbona usalimii? Hivi mimi nitakuwa nasalimia tu watu njiani? Yaani unajua kaka ule kanikera. Yaani ule kaka kaniuzi, yaani ona yaani moyo wangu wote unanienda mbio. Yule mkaka ningemtukana Umi mdogo wangu, yaani matusi ya kila rangi. Yaani matusi tunajua wewe nchi. Ningempromoshia ule ustazi. Yaani kanikuta tu, yaani kidogo, yaani ule ustaarabu wangu leo umenivaa. Ndio ningenikuta na ule chizi wangu unaojua ule. Ungesikia mengine leo Umi mdogo wangu. Darecho. Kwa hiyo ungempiga, si ndio? Sasa unauza makofi polisi. Najua kumpiga simuwezi, lakini kwa matusi tu. Yaani matusi kila rangi unajua wewe. Matusi ya kila